Naitwa Steve. Ninaongea kwa hasira, kwa uchungu, kwa sababu nimeona kitu kinachoua heshima ya wanawake wengi kimya kimya. Mume wako akikusaliti, akikudanganya, ukigundua anakunyonya moyo kwa uongo na usaliti, usikimbilie kumfuata kama unapigania pumzi yako ya mwisho. Wanawake wengi hudhani wanapigania upendo, kumbe wanapigania mtu aliyeamua kutomjali tena. Na hapa ndipo nataka nikuweke wazi leo, bila upole wa kushika mkono, bila huruma ya kujifanya. Mwanaume aliyesaliti heshima ya ndoa yenu si tatizo lako la kwanza. Tatizo la kwanza ni jinsi utakavyojiokoa baada ya sumu hiyo. Lakini kabla hatujaingia ndani ya sumu hii, like video hii, subscribe na uniambie unanitazama kutoka wapi. Hii si video ya ushauri wa maumbile, si video ya kutafuta huruma. Hii ni video ya kujenga nguvu ndani ya maumivu yako. Andika kwenye comment unanitazama kutoka wapi kabla hujamaliza sentensi moja ya machozi bila sauti. Sasa, hebu tuanze. Hatua ya kwanza ya mwanamke aliyeumizwa na usaliti ni kukubali maumivu. Ndiyo, sikusema uvumilie, sikusema ujifanye haikuuma, sikusema uvae hasira kama mavazi ya kupambana. Nimesema ukubali maumivu. Kwa sababu mwanamke wengi wanateseka kwa sababu moja, wanajaribu kuwa na nguvu wakati wanapaswa kuwa na uchungu. Wanajifanya hawajali wakati moyo wao unavuja. Wanapiga kelele za kujitetea wakati macho yao yana stress ya miezi. Wanavuta tabasamu bandia ili kuonekana hawashindwi, kumbe wanajua taratibu kwa kutokukubali ukweli mmoja. Kusalitiwa kunauma zaidi kuliko kukataliwa. Ukikataa maumivu unayafunika. Ukiyafunika yanakutafuna. Ukijifanya hayaumi yanaendelea kukudhoofisha, yanakunyima pumzi, yanakufanya ujihesabu kama tatizo. Na mwanamke aliyekataa maumivu yake huanza kulaumu nafsi yake. Hapo ndipo ninakupa tahadhari ya kwanza leo. Usijilaumu kwa kosa ambalo halikuanzia ndani ya roho yako. Kusalitiwa sio kosa la mwanamke, ni maamuzi mabaya ya mwanaume aliyepuuza maarifa yake ya heshima. Ukilia lia, ukiumizwa umia. Maumivu haya huyakubali kwa sababu hayakuja kukuua, yalikuja kukufundisha kwamba upendo hauhitaji kutekwa. Wanawake wengi hujikimbiza kwenye ndoa kama wamenasa kwenye chumba cha moshi. Wanatafuta hewa ya upendo kutoka kwa mtu anayemzuia kupumua. Na hii ndiyo sababu ninasema kwa hasira, usijifanye shujaa kwa makosa ya mtu mwingine. Sasa, hapa ndipo ukweli unageuka kuwa jino la kuchoma. Hatua ya pili, usitafute kisasi. Unayempenda anakusaliti. Una hasira kama moto unautafuta kuteketeza nyumba nzima. Unaweza kujaribu kumuumiza ili ajue unaumia. Unaweza kutafuta mtu mwingine ili umlipe kwa hisia. Unaweza kuonesha ulimwengu kwamba unaweza kucheza mchezo wake. Lakini vipi ikiwa mchezo wake hautofautiani na mtego? Kisasi si ushindi. Kisasi si dawa. Kisasi si haki ya moyo uliojeruhiwa. Kisasi ni ushahidi kwamba jumla ya maisha yako sasa inategemea uharibifu wa mtu aliyekudharau. Mwanamke mwenye nguvu halipizi. Mwanamke mwenye busara hajishushi kwenye kiwango alichoumia. Unapolipiza, unakuwa sehemu ya sumu aliyokuachia. Unadhani unajitetea, kumbe unadhalilika. Unadhani unajenga heshima, kumbe unaitupa. Na nitakwambia kwa maneno mazito yasiyo na utani. Mkakati wa mwanamke mwenye maumivu si kisasi, ni mipaka. Ndio maana hatua ya tatu inakuja na ukali wa upanga uliochomwa moto. Usihusishe familia na watoto kwenye maumivu yenu. Wanawake wengi wanafanya kosa hili. Wanawasha simu, wanawapigia rafiki, wanaita dada zake, wanashirikisha mama yake, wanataka watu wajue maumivu yao kwa sababu hawana pa kuyaweka. Lakini ninakwambia kwa hasira ya kuona familia zikiharibika bila sababu. Watoto hawakusaliti, ndugu hawakusaliti, marafiki hawakusaliti. Ni yeye peke yake. Kumwanika kwa jamii haitakupa heshima, kutakupa kelele. Kuwashirikisha watu wote haitakupa faraja, kutakupa upande wa vita. Mashahidi wengi huua ndoa kabla mume hajaamua hata apigane au akimbie. Maneno yanayoenezwa nje ya ndoa hayajengi uaminifu, yanajenga upambano. Hii ndiyo sababu ninakupa uwanja wa hekima. Usijaribu kushinda vita ya mahusiano kwa kutumia jeshi la watu wasio na hisia zako. Ndoa ni mazungumzo ya watu wawili, sio sinema ya watu 10. Heshima ya ndoa haipatikani kwa kushinda hoja mbele ya ndugu, hupatikana kwa kushughulika na tatizo mbele ya ukweli. Lakini ninajua maumivu ya usaliti si rahisi kushughulika nayo peke yako. Ndio maana sikatai usaidizi. Jaribu kuzungumza na mtu mmoja mwenye hekima, si kundi lenye jazba. Hapo ndipo unaokoa heshima yako, unaokoa nafsi yako, unaokoa hata kile kilichobaki cha mwanaume aliyekuoa. Sio kwa sababu unataka kumlinda,
bali kwa sababu unataka kujilinda dhidi ya madhara yanayoanzia na hasira yako. Na sasa, hapa ndipo sauti yangu inabadilika kuwa moto mkavu. Hatua ya 4, jitenganishe na usaliti wake. Nitakuambia kwa maneno mawili, usijilaumu. Na nitayasisitiza kwa maneno mengi ili lasikie kwa moyo unaumia. Mwanamke aliyesalitiwa huanza kuuliza maswali yanayomuumiza zaidi badala ya kumpa majibu. Nilikosea wapi? Labda sitoshi. Labda si mrembo kama yule mwanamke. Labda mimi ndiye tatizo. Hayo maswali hayakujibu kitu. Kama tatizo lilikuwa kwenye sura yako, hasingekufuata mwanzo. Kama tatizo lilikuwa upendo, hasingekutafuta kuwa mke. Kama tatizo lilikuwa utu wako, hasingekukubali kama mama wa watoto wake. Anayesaliti si kwa sababu tafuta bora, bali kwa sababu hajajenga uzito wa kuthamini alichonacho. Hapo ndipo ninataka kukupigania kwa maneno makali yasiyo na utani. Usitumie makosa yake kama kioo cha kujichukia. Usijipime kwa mizani aliyoamua kuibomoa mwenyewe. Usipoteze thamani yako kwa sababu ya mtu aliyepuuza thamani yake mwenyewe. Mwanamke mwenye heshima hajipunguzi ili kumtoshea mwanaume mdogo kwenye akili. Na sasa bila kupunguza hasira, tunafika kwenye hatua ya 5, hatua inayowasha moto mpya ndani ya moyo ulioumizwa. Mpe nafasi achukue hatua. Usipigane peke yako kwa ndoa ambayo haijaanza kupiganiwa na yule aliyeivunja. Usijifanye mkombozi wa kosa ambalo si lako. Kama anataka kurejesha uaminifu, lazima awe yeye wa kwanza kuchukua hatua, si wewe. Lazima awe yeye wa kwanza kuomba, kueleza na kujenga upya, si wewe. Ukianza wewe, utakuwa unaomba ndoa kwa upweleke, na upweleke ndio unaofanya maumivu ya usaliti yawe magumu kuliko usaliti wenyewe. Mwanamke atakayetengeneza heshima yake hatapigania mapenzi peke yake. Heshima ya ndoa haijengwi kwa huruma pekee, inajengwa kwa hatua za wawili, si machozi ya mmoja. Na nitakwambia kitu cha mwisho kabla ya kufungua sehemu inayofuata ya moto huu. Usimkimbize mwanamke mwingine kama adui yako. Unapojilinganisha, unapojishusha, unapomfuata, unapojaribu kumzidi, unajidhalilisha. Mwanaume anayechagua kudanganya hajachagua mwanamke bora, amechagua udhaifu wake mwenyewe. Hapa ndipo tutaendelea katika sehemu inayofuata, sehemu ambayo nitakufunulia mipaka ya nguvu unayostahili, si kama mwanamke aliyesalitiwa, bali kama mwanamke aliyeamua kutosaliti nafsi yake. Kabla hujaendelea kwa part 2, like video hii, subscribe na uniambie unanitazama kutoka wapi. Nitakupa maneno ya kukupa nguvu, sio huruma ya kukulaza. Nitaendelea pale maumivu yanageuka kwa uwezo. Ninakupa ukweli, wamba, ukweli ambao wanawake wengi wameogopa kuuishi. Si lazima umfukuze ili aondoke. Wakati mwingine nguvu yako iko kwenye ukimya wako, sio kwenye kelele zako. Na hapa ndipo nataka usimame imara. Kama amechagua kusaliti, kama amechagua kudanganya, kama amechagua kukuvunja kwa uongo wake, usimlazimishe kukuchagua tena. Acha aone thamani yako kwenye kuto kuhitajika kwake. Wakati mwingine adhabu kubwa kwa mwanaume mwenye tabia ya usaliti si kumtukana, si kumfuata, si kumuomba, si kumwandalia, si kumpigia kelele, ni kuto kumpigania. Wakati mwingine sumu ya tabia yake ndiyo dawa yako ya uhuru. Unamtibu kwa kuacha kujibadilisha ili kumfaa. Unamponya kwa kumuacha akabiliane na matokeo yake mwenyewe. Wanawake wengi huharibu nafsi zao kwa kutaka kubaki, si kwa sababu wanapenda sana, bali kwa sababu wanatumai mabadiliko. Wanatumai kusikia msamaha. Wanatumai kuona mabadiliko kwenye macho yaliyowahi kuonekana ya upendo. Lakini ninakuambia haya kwa hasira inayoona chozi ya wengi. Mabadiliko ya kweli hayatokani na kulazimishwa, yanatokana na fahamu ya maumivu. Usimlazimishe kuona thamani yako. Acha akose uwepo wako. Ukimlia, atakuwa na mnyonge. Ukizunguka ukimuuliza maswali ya maumivu, atajiona mwenye nguvu. Ukimgandamiza kwa hasira, atajifanya ni mwathirika. Ukimfuata, utajishusha. Lakini ukijitenga kimya kimya, bila kelele, bila majibizano, bila kutafuta kumweleza kila kitu, utamfanya akumbuke kwamba upendo uliowahi kumlea ulikuwa zawadi, sio deni. Kumuacha si kumkimbia. Kumuacha ni kuacha kupigania kitu ambacho hakikupigania. Kumuacha ni kuacha kutazama majibu kwenye macho yaliyochagua kukudanganya. Kumuacha ni kuishi heshima yako mbele ya mtu aliyejaribu kuifanya ndogo. Kumuacha ni kukaa kimya na kuendelea kuishi. Ukimya wa mwanamke mwenye maumivu ni sauti inayomtesa mwanaume aliyepuuza upendo wake. Sasa nataka usikilize maneno haya kwa moyo mzito kama jiwe lenye moto. Mwanamke mwenye nguvu haishi kwenye ombi,
anaishi kwenye mipaka. Kama unataka kuondoka, simama na uondoke kwa heshima. Kama unataka kubaki, baki kwa heshima yako, sio kwa ombi la kukubaliwa. Mwanaume anayekuthamini lazima ahisi uwepo wako kama neema na ukosefu wako kama upungufu. Usimfundishe ukubwa wa thamani yako kwa njaa ya mapenzi, mfundishe kwa ukomo wa uvumilivu wako. Ukimwacha bila kumfukuza, unamwacha kabiliane na nafsi yake, si na kelele zako. Afanye uamuzi wake bila kusukumwa, aone matokeo ya makosa yake bila uliohubiri kwa hasira. Wakati mwingine mwanaume anayesaliti haoni kosa lake mpaka mkono wake uache kushikwa, mpaka sauti yako isitoe majibu tena, mpaka macho yako yasiwe na maswali tena. Ndipo akili yake inaanza kuwa na nafasi ya kutafakari. Kumwacha bila kumfukuza ni kusema kimya kimya, nisipiganie mtu asiyejipigania. Ni kusema kwa kitendo, sitabadilika ili kunifaa. Nataka niseme jambo ambalo wengi hawapendi kusikia, lakini linawaokoa kimya kimya kuliko maombi na machozi. Wakati mwingine, njia pekee ya kuendelea si kusamehe kwa maneno, bali kuacha kubeba chuki moyoni. Sio kwa sababu mwanaume anayekusaliti anastahili amani yako, bali kwa sababu chuki ni mfungwa anayemshikilia yule aliyeumizwa, sio aliyeumiza. Unaweza kufikiri chuki ni kinga. Unaweza kufikiri kutoamini tena ni umakini. Unaweza kufikiri kumchukia ni ushahidi wa kukataa kutumiwa. Lakini ukweli ni huu: chuki hukufanya uishi na mtu ambaye uliamua kumwacha. Chuki hukufanya ubebe sura ya mtu uliitaka kusahau. Chuki hukufanya ubaki ndani ya maumivu yake hata kama miguu yako imeondoka. Chuki hukufungilia roho kwenye kifungo cha mtu aliyepungukiwa na heshima. Natamani nikuulize swali la ukimya. Kadiri unavyomchukia, unajijenga au unajiharibu? Mwanamke mwenye maumivu akiishi kwa chuki, anakuwa mwathirika siku zote. Mwanamke aliyeumizwa akiishi bila chuki, anakuwa shahidi wa nguvu zake mwenyewe. Kuendelea bila chuki haimaanishi kusahau. Haimaanishi kumsamehe haraka. Haimaanishi kurudiana. Haimaanishi kumlinda. Haimaanishi kumsaidia kuona kosa lake. Inamaanisha hujanyamazisha utu wako ili kujificha kwenye giza la hasira. Chuki inataka ushinde kwa kulipiza. Ukomavu unataka ushinde kwa kuendelea. Chuki inataka ushinde kwa machozi yake. Ukomavu unataka ushinde kwa mafanikio yako. Chuki inataka akufe ndani yako. Ukomavu unataka uzaliwe upya bila yeye. Hapa kuna mbinu 3 za kuendelea bila kumchukia. 1. Mpe uzito wa matokeo, usio nafasi ya maumivu. Usijifanye mpole, usijifanye mgumu. Fanya maamuzi yenye uzito wa hadhi. Kama anapaswa kuwajibika, basi wajibika naye kwa hatua, sio kwa kelele. Kama akivunja uaminifu, ana kazi ya kuujenga. Asipotaka kurekebisha, maamuzi yako yaandae maisha yako. Asipothamini uwepo wako, usimshinikize ubaki. Usimchukie. Mruhusu akabiliane na dunia bila msaada wako. Huo ndio mwanzo wa heshima yako. Wabili, tambua kuwa maumivu yako yamekuwa darasa, si hukumu. Wapo wanaume wanaokuja kama neema, wapo wanaokuja kama funzo. Usiombe funzo lako liongezewe adhabu. Usiombe neema ifundishe kwa nguvu. Chukua somo, acha aliyefunza. Ukibaki na chuki, unagombana na somo badala ya kujifunza nalo. Maumivu yana nafasi yake. Yanaongea, yanafundisha, yanakulinda usirudi kwa sababu za udhaifu. Lakini yakishafundisha, usiendelee na chuki kana kwamba somo halijatosha. Kumwelewa mtu aliyekuumiza ni utulivu. Kumchukia ni kifungo. 3, kuendelea mbele ni kuchagua maisha yako, sio kumkataa yeye tu. Ukijenga maisha mapya, usiyajenge kwa moto wa chuki, yakijenge kwa nuru ya maendeleo. Fanya kazi, tengeneza malengo, jijenge kiakili, ongeza kipato, jitunzi kimwili. Kuwa mwanamke anayesimama bila kuangusha mwingine. Chuki haifichi ishara ya kuendelea, hila inakuficha mwenyewe. Wanawake wanapoteza maisha yao kwa kuishi kwenye chuki bila kuelewa kuwa chuki haimletii mwanaume adhabu. Inamfanya mwanamke nywe sumu aliyodhani atamnywesha mwingine. Chuki ni mkuki unaochoma roho uliongoja uipumue. Chuki ni mlio unaomfundisha kwamba bado ana nafasi ndani yako. Chuki ni ishara kwamba bado unafanya hesabu za maumivu yake. Kuendelea bila chuki ni ushindi wa utu wako, si neema kwake.
Ukiamua kuendelea bila kumchukia, unamuacha kwenye historia bila kumpa nafasi kwenye hatima yako. Unamuacha kwenye kumbukumbu bila kumkaribisha kwenye mipango yako. Unamuacha kwenye kosa lake bila kubeba deni la hukumu yako. Unamuacha duniani, lakini unaamua kuishi bila kubeba kivuli cha makosa yake. Na hapo ndipo unageuka kutoka kuwa mlalamishi hadi kuwa mwenye nguvu. Si nguvu ya kuzuia machozi, bali nguvu ya kutembea nayo bila kuzama ndani yake. Si nguvu ya kusahau, bali nguvu ya kukubali na kuendelea. Si nguvu ya kuomba mabadiliko, bali nguvu ya kuacha maisha yako yabadilike. Si nguvu ya kudai haki, bali nguvu ya kuamua mustakabali wako. Kuendelea bila chuki ni ukumbuzi wa nafsi. Kabla nikupeleke part 6, like video hii, subscribe na niambie unatazama kutoka wapi. Sehemu inayofuata itafunua jinsi ya kuachana bila kurudi nyuma, bila kulia, bila msukumo, bila mapigo ya kisasi, bali kwa heshima ya hali ya juu. Kuna mwanzo mpya ambao watu wengi huvuruga kwa hasira na hafwa. Kuna wanawake wanajenga tena, lakini wanajenga kwa machozi badala ya mipango. Kuna wanaume wanajaribu kurejea, lakini si kwa jambo la heshima, bali kwa woga wa kupotea. Na hapa ndipo nakuambia kwa sauti ngumu kama chuma. Kukubali kurudiana sio ushahidi wa udhaifu. Ni nafasi ya kutengeneza taratibu za heshima upya, kama utaweka masharti ya utu wako. Wanawake wengi wanakubali kusamehe na kurudiana, wanarudi kama walioumizwa, si kama waliotoka kwenye darasa. Wanapokea msamaha kama ahadi ya mabadiliko, badala ya kutaka mabadiliko yawe ushahidi wa msamaha. Wanazirudisha mioyo yao kabla ya kuona tabia ikirekebishwa. Wanatoa nguvu zao kwa upendo ambao haujajiheshimu. Hapo ndipo wanapoteza heshima ya kurudi. Hivyo basi, ninakuambia bila upole, kwa maneno yasiyo na usaliti wa huruma. Usikubali kurudiana na mtu ambaye bado hajabadilika. Sio kwa maneno yake, bali kwa matendo yake. Sio kwa machozi yake, bali kwa uwajibika wake. Sio kwa uchungu wako, bali kwa mipango yako. Sio kwa kumbukumbu nzuri, bali kwa mpango wa uthabiti wa upendo wenu. Kukubali kurudiana bila kupoteza heshima ni maombi matatu ya msingi. 1. Msamaha usiwe bure, uwe na masharti ya heshima. Msamaha sio zawadi ya kulipia makosa yake. Msamaha ni ruhusa yako ya kuruhusu maumivu yasikuendeshe tena. Lakini msamaha bila mipanga ni utumwa wa hisia. Msamaha bila mabadiliko ni ridhaa ya mateso. Ukikubali kurudi bila masharti, unabadilisha msamaha kuwa kifo cha utu wako. Chagua masharti ambayo yanahakikisha uaminifu unarudi kwa vitendo, sio kwa kiapo. Mawasiliano yanakuwa ya wazi, sio ya siri. Mipanga inaheshimika, sio kuombwa. Matatizo yanashughulikiwa, sio kufichwa. Msamaha wako uwe kibali cha mabadiliko, sio kibali cha makosa mapya. 2. Mjenge upya, sio kurudia zamani. Kosa kubwa la kurudiana ni kujaribu kuishi kama zamani. Hapana. Zamani ndio ilikuchoma moyo. Zamani ndio ilimpa nafasi ya kudanganya. Zamani ndio ilikufanya uamini bila mipanga. Zamani haikuheshimu. Ukirudi, rudisha heshima, si historia. Rudisheni mawasiliano mapya, si tabia za zamani. Rudisheni majukumu mapya, si upuuzi wa afya ya hisia. Rudisheni misimamo mipya, si ulimwengu wa sawa tu. Utaratibu mpya wa maisha lazima uwe na lugha mpya ya upendo. Heshima kabla ya mapenzi, ukweli kabla ya utulivu wa ulongo, uaminifu kabla ya picha ya familia. Upendo wa kweli hauna thamani bila utaratibu wa heshima. 3. Uhusiano uanze kwa ukweli, sio kwa huruma. Mwanaume akirudi kwa huruma, huruma hiyo itageuka kuwa mzigo kwako. Mwanaume akirudi kwa woga wa kukupoteza, woga huo utaisha. Mwanaume akirudi kwa heshima ya makosa yake na uwajibika wake hatma, hapo mnaweza kujenga. Kukubali kurudiana bila kupoteza heshima, lazima mfuate ukweli huu. Ufunge mlango wa mapenzi yasiyo na akili, ufungue dirisha la mapenzi yanayojijenga kwa majukumu. Sema kimya kimya, sio kwa hasira. Kama unataka tuishi tena, basi tuishi kwa heshima, sio kwa kumbukumbu. Kama unataka upendo wangu, basi ulinde heshima yangu. Kama unataka ndoa, basi tulipe gharama ya tabia bora, sio hadithi nzuri. Ukweli wa kurudiana hauanzi kwa msamaha, unaanza kwa uwajibika. Ikiwa hatobadilika, msamaha wako utageuka kuwa mtego. Ikiwa atabadilika, msamaha wako utageuka kuwa neema. Lakini kumbuka, heshima ndio mizani ya msamaha.
kurudiana bila kupoteza heshima, ni mili kwa hili maesi mbele bila kuhimili makosa ya nyuma, ni kujenga upendo mpya kwa akili, sio kwa hofu, ni kuamua kuwa mwanamke wa thamani, si kwa kumthibitisha. Kumbuka, rudiana si kuamua kuhurumia mapenzi, ni kuamua kutengeneza utu wenu. Kabla tuende part 8, like video hii, subscribe na niambie unatazama kutoka wapi. Sehemu inayofuata itafunua jinsi ya kukamata sauti ya ndani, kuongoza mapenzi bila ufua, na kutawala maisha yako bila kumwangalia kwa hofu. Maumivu yamekuonyesha ukweli. Upendo umetaribiwa, umeumia, umepona polepole, umeweka mipanga, umejijenga dhamana, umeelewa dhamani yako. Sasa hii hatua ni ngumu zaidi kuliko zote. Kuwa na sauti ya maamuzi yenye heshima. Watu wengi wanafikiri heshima ni kujizuia, kukaa kimya, kukubali, kuruhusu. Hapana. Heshima ni kusema kile kinacholinda utu wako bila kumdhalilisha mwingine. Heshima ni kusema ukweli bila kelele. Heshima ni kuchagua hatua bila kisasi. Heshima ni kufunga mlango bila kupiga kelele. Heshima ni kukataa kuishi maisha ya uoga kwa jina la upendo. Sauti ya maamuzi yenye heshima haijaribu kumlazimisha mtu akuelewe. Haijaribu kumshawishi akuthamini. Haijaribu kujitetea ili achague kubaki. Sauti ya heshima inatoa mipanga, sio maelezo. Sema kwa utulivu kama mtu anayeimani utu wake. Sitakubali siri ndani ya ndoa letu tena. Sitakubali ukimya unaotumia kuadhibu. Sitapigana peke yangu kurekebisha makosa ambayo si yangu. Sitachagua mapenzi ambayo yananipunguzia dhamani. Sauti yako isiwe ya maombi, iwe ya maamuzi. Wakati mwingine heshima inataka uongee, sio kwa hasira, bali kwa uwazi. Wakati mwingine